walikuwepo watu wenye hekima watatu. Mmoja akasema binadamu ana siku 3. Kwa maana ya jana ambayo imepita aliyoishi jana, alafu ana leo, alafu ana kesho ambayo anaitarajia. Alafu mwenye hekima zaidi yake akasema hapana. Binadamu ana siku 2 tu. Leo na kesho ambayo anaitarajia. Lakini yule mwenye hekima zaidi akasema hapana. Binadamu ana siku 1 tu. Ana siku 1 tu ambayo ni leo. Ile ya kesho hana uhakika kama atafikia, na of course hata Biblia inasema usijivune kwa ajili ya kesho, kwa maana unajua utakazaliwa na siku 1. Alafu ile ya jana ilishapita, haiwezi kurudi tena. Umeona? Lakini baba yetu yeye sasa akaongeza hekima kubwa zaidi. Baba yetu Askofu Dickson Cornelius Kabinwa akasema mwanadamu wala ana leo, ana sasa. Ana sasa. Ile hana leo nzima. Leo nzima haiko mkononi mwako. Wewe una sasa muda. Ndio maana hata Biblia inasema wakati wa wokovu ni sasa. Sasa. Kwa hiyo ni kwamba once unapogundua yani ile jana ukishughulika nayo, makosa ya jana hayakusaidii ukianza kuyatafakari, kwa sababu mwisho wa siku uweze kurudisha muda nyuma. Lakini jana ni nzuri kwa sababu inakusaidia kutambua makosa ili sasa usahihishe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kuanza kutenda kwa usahihi kutokea hapo ulipogundua sasa, ili uende mbele.